Ushawahi kujiuliza ni kwa nini japo Biblia ni moja na imani ni moja, lakini madhehebu yamekuwa ni mengi sana na kila dhehebu limekuwa na mitazamo yake. Sasa nilijiuliza sana, lakini pia nikajaribu kufuatilia na kujaribu kuelewa baadhi ya vitu. Kuna sababu ambazo zilisababisha madhehebu kuwa mengi, na ikiwa mpango wa Mungu kwa mwanadamu ni wokovu wala sio madhehebu. Sasa miongoni mwa hizo sababu ambazo zilisababisha madhehebu kuwa mengi, kwanza kabisa ni utafsiri wa maandiko. Kuna namna ambavyo maandiko kila mmoja amekuwa akiyatafsiri vile ambavyo anaelewa yeye, na hii ndio imepelekea kwa asilimia kubwa kuwa na madhehebu mengi. Lakini pia nyingine ni uchu wa madaraka. Ukisoma katika historia ya kanisa utaona namna ambavyo katika mwaka wa 1500 ulitokea mkanganyiko katika utawala wa kanisa Katoliki. Kwa hiyo kwa wakati huo ilitokea kutokuelewana kwa baadhi ya viongozi, ndipo Martin Luther akajitoa katika kanisa Katoliki na kuanzisha Uprotestanti ambao ni pamoja pia na Anglikana. Kwa hiyo hapo pia ikawa ni mwanzo wa kuwa na madhehebu mengi baada ya huo mkanganyiko. Na ndio maana unaona hadi leo japo imani ni moja na Biblia ni moja, lakini tumekuwa na madhehebu tofauti tofauti, na kila dhehebu tunaweza tukasema kwamba lina mtazamo wake katika baadhi ya vitu. Sasa kitu cha kuelewa hasa katika wakati huu, dhehebu au dini, yaani usiwekee msimamo zaidi katika dhehebu au dini. Sababu gani? Kila dhehebu lina changamoto zake. Sasa ukijikita zaidi kwenye dhehebu utajikuta hata hizo changamoto zilizokuwepo ukaziona kwako kama vile sio changamoto, zikakutoa kwenye mstari wa wokovu kiujumla, kwa sababu tunajua kwamba mpango wa Mungu kwa mwanadamu ni wokovu, na Yesu Kristo hakuja kuanzisha dini au dhehebu, bali alileta wokovu. Na ndio maana alikuwa anaongea na Petro ya kwamba ndani ya mwamba huu nitalijenga kanisa, wala milango ya kuzimu haitoishinda. Hakusema ya kwamba ndani ya mwamba huu nitajenga dini au nitajenga dhehebu fulani. Lazima tuelewe hapo. Kwa hiyo kitu cha kufanya zaidi kwa sasa hivi, lazima ujue ya kwamba wewe mwenyewe binafsi, yaani umuelewe Mungu wewe mwenyewe binafsi. Semi pale ambako dini unaona kabisa hapa imeenda kinyume au inafanya vitu kinyume, usi ukashabikia tu moja kwa moja. Lazima ujaribu kuangalia na kusema kweli kwamba hapa hakupo sawa. Kwa hiyo mimi nitaishi kulingana na neno la Mungu linavyosema, wala sio dhehebu linavyosema. Kuna watu wamekuwa ni wahanga sana wa dini, yaani humwambii kitu kuhusu dhehebu lake. Hata kama kuna baadhi ya sehemu haziko sawa, lakini huwezi ukamkosoa wala kumwambia chochote. Kwa hiyo kiuhalisia kitu hiki ni kibaya, na ukiendeleza zaidi masuala ya udhehebu, kiuhalisia ni lazima tu utapotea, kwa sababu ukipitia haya madhehebu yote na kuangalia kiundani, kila dhehebu liko na changamoto zake. Lakini ndio mifumo ambayo tulikuwa tumeshawekewa tangia zamani kwamba ni lazima tutajifunza kupitia hayo madhehebu ili kumjua Mungu zaidi. Lakini ninachokusisitiza hapa sasa hivi ni kwamba jitahidi kumjua Mungu wewe mwenyewe binafsi kwanza, kabla hujaweka misimamo ya kidini.